Shalom shalom, na kusalimia kwa jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Natumaini mtu wa Mungu naendelea salama. Neema ya Mungu imekutosha, imekutunza. Nami niko salama. Ni kwa muda kidogo hatujawa online. Tumebanana na majukumu mengi, lakini bado tupo. Jina langu ni Joshua Mbilinyi. Leo nataka nirudi kwa ujumbe mmoja. Kuna jumbe nyingi nimeziishia njiani. Kuna watu pia wamekuwa wakizitaka, wale wanahitaji kwa private na watumia. Kuna ujumbe huu nataka nikufundishe kwa ufupi tu, unaoitwa jifunze kwa waliokutangulia. Leo nataka tuelekee kwenye waliotutangulia. Ndege. Kwa nini tunasema ndege? Mungu alipokuwa naumba, viumbe vingine vilitangulia kuwepo. Kama ndege waliumbwa mapema sana, kabla sisi tuumbwe, wenyewe walishakuwepo. Ukisoma mapema kabisa, Mungu aliwaweka ndege mapema kabisa. Katika ule Mwanzo 1 aliumba ndege. Ukisoma Mwanzo 1 mstari wa 21 mstari wa 20, Mungu akasema maji na yajawe kwa wingi, na kitu kiendacho chenye uhai, na ndege waruke juu ya nchi katika anga la mbingu. Kwa tunaona Mungu aliumba ndege. Hawa ndege tunaojifunza hapa, tunaona wamekuwepo kabla ya sisi kuwepo. Unapozungumzia ndege, yeye yuko mbele sana kwenye maisha. Na leo ndege ambaye tutajifunza kwa habari yake ni huyu anaitwa kuku. Kuku ametajwa kwenye maandiko, hata Yesu mahali pengine amemtaja kwamba mara kadhaa ametaka kuwakusanya Israeli kama kuku anapokusanya vifaranga vyake. Nia yake ni nini? Kumwonyesha kuku. Kwa nini amemtaja kuku? Kuna maisha ya kiroho ambayo tunaweza kujifunza kwa ndege huyu. Mara nyingi tunaona wazungu wanafunga safari toka mbali, wanakuja katika eneo letu la Afrika, wanaangalia wanyama tu na wanarudi, na sisi tuko nao wala hatujifunzi. Sio mara zote Mungu atasema na wewe kwa sauti. Kuna wakati Mungu atasema na wewe kupitia mazingira. Atazungumza na wewe kupitia mazingira, na hata pia kuna manabii ambao hawatabiri kuhusu watu, wanatabiri kuhusu mazingira. Anaweza akasema ninaona eneo hili linachomwa moto, au ninaona mlipuko, naona volcano, naona upepo mkali. Kwa ni manabii wameitwa kwa ajili ya mazingira tu. Sasa mazingira yatatusaidia kujua vile Mungu anazungumza na sisi. Tunataka tujifunze lugha ya kuku. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna elimu ya kujifunza kwa kuku. Ni ndege ambaye Mungu amemleta duniani ili tusome kwake, sio kwa ajili ya chakula tu na kuirembesha dunia, lakini Mungu amemweka iwe funzo kwetu, tupate elimu kwa habari zake huyo ndege. Unapomwona kuku, amejaa mafundisho mengi kwa mwanadamu. Kuku kama kuku, tunaona anatupa funzo kubwa sana kwa maisha yake. Kuku maisha yake yamejaa ibada, yamejaa kumtukuza Mungu. Mara nyingi humtazama Mungu akinywa maji, anatazama juu,